Guys, Irani anaishitumu taifa la Pakistani, ambapo wanasema kuwa taifa la Pakistani limenunua mafuta kwa taifa la Irani na kupitisha meli za mafuta kwenye mlango wa bahari wa Hormuz kwa jina la taifa la Pakistani, lakini amekwenda kuwauzia maadui au wapinzani wa taifa la Irani, ambapo Irani wanasema kuwa walimuuzia Pakistani kwa sababu ya udugu na aina ya taifa lake kama ndugu wa Kiislamu, lakini imekuwa ni tofauti na vile ambavyo walivyodhani wao. Hii ni taarifa ambayo imetolewa na afisa wa taifa la Irani, ambapo wamesema tulikuwa tuna mahusiano mazuri kwa sababu ya aina ya kacha zetu, lakini sasa uhusiano umevunjwa. Guys, pia waziri wa mambo ya nje wa taifa la Irani anasema kuwa wanajeshi wa taifa la Marekani waliokuwepo kwenye kambi za Marekani katika nchi za Ghuba ya Ajemi wamekimbilia kwenye mahoteli. Kwa hiyo wanatumia mgongo wa watu wa wananchi wa mataifa hayo ili wao kuweza kujilinda zaidi. Lakini pia Irani wametoa ripoti, wamesema kati ya kambi 13 ambazo zilizopo katika ukanda wa Ghuba zimeshambuliwa vibaya sana, hasa zile ambazo zipo jirani kama za Kuwait ambazo ziko jirani kabisa na taifa la Irani. Ni kambi ambazo zimeshambuliwa vibaya sana. Lakini pia msemaji wa jeshi la Irani ametoa taarifa kuwa, amesema kuwa anawaomba majirani zao ambao mataifa ya Ghuba ya Ajemi waweze kuwaondoa wanajeshi wa Marekani kwenye nchi zao, kwa sababu hatua ambayo wanayokwenda kuifanya Irani, wanakwenda kuharibu zaidi kambi za taifa la Marekani kuliko vile ambavyo walivyofanya mwanzoni. Guys, tunaona mgogoro unaendelea kuwa mkubwa siku baada ya siku. Guys, nini matokeo ya huu mgogoro? Tunaona dunia inakwenda kuingia kwenye hali mbaya ya kiuchumi. Tumeona kwa masiku kadhaa vita mpaka leo imefika siku ya 28, ambapo tumeona mataifa kadhaa ya Asia, Australia, India na Thailand na mataifa mengine na Philippines wameanza kusafa kwa sababu ya kukosa mafuta nchi zao. Baadhi ya wananchi tumeona wanaenda makazini kwa miguu kwa sababu mafuta yamekuwa ni adimu. Kwa hiyo matokeo ya hili hapa tutakuja kuyaona baadaye, yatakuwa ni makubwa sana, ambapo Marekani ambaye alijiita ni super power ameshindwa kudhibiti hii changamoto ambayo iliyopo leo kwa sasa. Guys, nakuomba uendelee kufuatilia akaunti yetu ya YouTube ili kuendelea kupata update zaidi na zaidi.